Watoto plus malezi, lishe na maendeleo ya mtoto. Kumekuwa na mazoea kwa wazazi wengi kuhakikisha mtoto ameshiba, lakini hii siyo swala la muhimu zaidi kujiuliza kama mtoto ameshiba. Swali la muhimu na la msingi ni kwamba mtoto amekula chakula kitakachomsaidia kujenga uwezo wake wa ubongo, kujenga mwili na sio tu kujaza tumbo. Makosa yanayofanywa kwenye lishe ya mtoto yanaweza kuathiri mambo haya kwa mtoto. Namba moja, ukuaji wa ubongo. Namba mbili, umakini darasani. Namba tatu, kinga ya mwili. Namba nne, tabia ya mtoto. Na leo kwenye Watoto Plus nitakupitisha kwenye makosa matano ya lishe yanayofanywa na wazazi wengi bila wao kujua na kuchelewesha maendeleo ya mtoto. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho, kwani mambo haya nitakayokwenda kukueleza yataleta mabadiliko makubwa kwa mtoto wako. Kulingana na tafiti zilizofanywa za kiafya ya mtoto, zinaeleza kwamba miaka ya mwanzoni kabisa katika maisha ya mtoto ndio msingi wa ukuaji wa ubongo na mwili. Mashirika kama vile World Health Organization na UNICEF yamekuwa yakisisitiza lishe sahihi na bora katika utoto wa mapema huleta mafanikio chanya katika uwezo wa kujifunza, kufikiri na hata katika tabia ya mtoto kwenye maisha yake ya baadaye. Sitakupitisha katika mapishi, ila nitaongelea maendeleo ya mtoto wako. Kumekuwa na tamaduni kwa wazazi wengi huamini kwamba mtoto akishiba basi yuko salama, bila kujua kushiba kwa mtoto sio chachu ya kuleta maendeleo ya ubongo wa mtoto. Iko hivi, kama mtoto atapitia makosa haya ya kula sukari nyingi, wanga nyingi, vyakula vya viwandani na kupelekea akose protini bora, madini, mafuta yenye afya, na matokeo yake ni kukosa umakini, uchovu wa haraka na hasira zisizoeleweka. Hebu tuchambue kwa undani zaidi kuhusu makosa haya. Kosa la kwanza, kula sukari kupita kiasi. Pipi, biskuti, juisi za viwandani na soda vyaweza onekana kuwa ni vitu vya kumfanya mtoto afurahie, lakini nyuma yake vimebeba mengi, huku vikibeba sukari nyingi na kupelekea kuleta athari na kuvuruga umakini, kuongeza msisimko wa muda mfupi, kisha kumwacha mtoto akiwa kwenye uchovu na mkali. Wazazi wengi wamekuwa wakilalamika, mtoto wangu asikii na anakuwa mkali, lakini hawajiulizi mtoto wangu anakula nini kila siku ili kujenga afya yake ya akili. Kosa la pili, kukosa protini ya kutosha. Kulingana na wataalamu wa afya, protini ni muhimu sana katika ukuaji wa misuli, ujenzi imara wa seli za ubongo na kinga ya mwili. Ukweli ni kwamba mtoto asipopata protini ya kutosha hupelekea kuwa dhaifu, kuchelewa kukua na kukosa nguvu ya kujifunza. Kosa la tatu, kupuuza mafuta yenye afya. Kuna dhana imejengeka kuwa mafuta ni mabaya, ila habari njema ni kwamba sio mafuta yote ni mabaya. Ubongo wa mtoto huhitaji mafuta mazuri kwa ukuaji wake, na kama utaondoa kabisa mafuta kwenye lishe ya mtoto kwa hofu ya kwamba mtoto wako atanenepa sana, hapo unaweza kuathiri maendeleo ya ubongo wa mtoto wako. Kosa la nne, kurudia chakula kimoja kila siku. Kumpa mtoto chakula kile kile kila siku bila kuzingatia mwili wa mtoto unahitaji virutubisho tofauti tofauti
na kurudia chakula kimoja. Hii haijalishi chakula ni kizuri namna gani, hupelekea kusababisha upungufu wa virutubisho vingine muhimu na kupelekea kudhoofisha afya ya akili na mwili. Kuna swali la kujiuliza ukiwa kama mzazi. Je, mtoto wangu anakula chakula kwa ajili ya kushiba tu au anakula chakula kwa ajili ya mustakabali wa kujenga afya yake, akili yake na mwili? Ukweli ni huu: lishe bora sio gharama kubwa, ni maamuzi sahihi unayoweza kufanya kila siku. Unachohitaji kujua ni kwamba ukuaji wa mtoto hauanzi shuleni, bali huanza mezani. Ukianza leo kuboresha afya ya mtoto wako, unawekeza kwenye akili yake, afya yake, tabia yake na mustakabali wote wa maisha yake. Kama umejifunza kitu kutokana na video hii, andika hivi kwenye comment: kuanzia leo nawekeza kwenye lishe ya mtoto wangu. Na kama wewe ni mzazi unayetamani mwanao akue kwenye malezi bora na ya kitaalamu zaidi, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu Watoto Plus, kwa maana hapa sisi hatuongelei watoto wa leo tu, bali tunajenga pia viongozi bora wa kesho.